mwenye uchafu aendelee kufanya uchafu. Tuseme umepata pesa. Kwanza Petro kwanza 2:9. Bali ninyi ni mzao mteule. Sasa sikizeni, mnaelezwa nyinyi ambao mmeokoka, nyinyi ambao mmempenda Yesu, mmeamua kutoka katika ulimwengu wa neno. Nyinyi ni mzao mteule, mzao umezaliwa mara ya pili. Nyinyi ni uzao mteule. Maandiko yanasema, tazama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Nyinyi ni uzao mteule ulioteuliwa na Mungu. Ukuhani wa kifalme. Ukuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Ninyi ni taifa la Mount Sinai. Hili ni taifa takatifu. Sasa wewe kama uishi mtakatifu, ni wewe basi wamkosea Mungu, hata sisi pia wamkosea. Maana tuko na wewe, kumbe wewe huko na sisi. Maana hawa waliona sisi wote hao ni watakatifu. Haleluya. Sote hapa ni watakatifu, sema amen. Niliwaambia juzi kwamba ni watakatifu pekee watamuona Mwokozi. Umejitayarisha kumuona nani wewe? Mzee, mtakatifu ni lazima. Hawezi kukimbia. Hadi huo maandiko yanasema sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na kufa basi wale ambao hawajako. Wale ndio wamepungukiwa. Kusoma hapo mbele tunasema lakini Mungu ametupatia hiyo right. Hebu usome hiyo kwa 3:23 Romans. Warumi 3 na watu wengi wanaenda kujificha pale. Sote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Dhambi hata hatufai. Nani alisema? Warumi 3:23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi, kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Yes. Tunahesabiwa haki. Wewe basi. Ni wewe. Wewe kama umetenda dhambi na kupungukiwa ni wewe, kisha kupungukiwa na utukufu wa Mungu. I am moving in the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana tunasema katika jina la Yesu. Mashika. Hallelujah. Wewe. What does it mean to be holy by saying be holy? Holiness is not being moral and upright. Holiness means to be set apart for God. Utakatifu ni kwamba wewe umetengwa kwa ajili ya Mungu. Praise the Lord. Ukiokoka unatengwa kwa ajili ya Mungu. Ukimpokea Yesu, Mungu anakutenga kwa kazi yake. Wewe unapokea wokovu na ukaruka, haleluya, nimeokoka. Haleluya, malaika mbinguni wanashangilia. Yesu naye amepata mtu wa kutumia. Saa hiyo ukiokoka tu, Yesu naye anashangilia, sema nikapata mtu wa kutuma sasa. Anakutenga kando, akufundishe ili akutume ukahubiri Injili. Praise the Lord. Kwa hiyo kuna kazi, si kuokoka tu, na pia kuokoka na kuifanya hii kazi. Haleluya. Nataka tuangalie kwa nini sisi ni tofauti na wale wengine. Sisi tulizaliwa mara ya pili. When we are born again, tuna cease to be, tunaacha kuwa wa ulimwengu huu. Tunaanza kuwa sisi si wa ulimwengu huu. Tunaoperate katika ulimwengu tofauti. Praise the Lord. Tunaoperate katika ulimwengu wa mbinguni. Haleluya. Kwa hivyo tunapata baraka sisi. Tunapata baraka.
Nataka kuongea na yule mama ambaye nilisikia alitoka kule. Ulipokuja huku kwa Yesu mama, nataka ujue kitu kimoja. Wale wenzako unaoacha kule wako mashakani sana. Sikiza, si ati upate uponyaji. Uponyaji utapata. Maana hata Yesu alisema mtapata mara 100 hapa na uzima wa milele. Haleluya. Sasa mimi naongea na huyu mama. Wewe kama utasikiza sikiza. Lakini mimi naongea na huyu mama aliyetoka kule akaja. Lakini kama utasikiza pia wewe. Tumeambiwa kwamba we are chosen in Christ. Wale wengine they are not chosen in Christ. So wamebaki nje hewa. Kwa hiyo mama, wewe kwa kuja kuokoka, kuja kwa Yesu, wewe sasa, hebu soma vizuri basi. Tuende polepole. Mimi naona nazungumza na wewe mama. Kama utasikiza sikiza. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Katika ulimwengu wa roho yake Kristo. Endelea. Kama vile alivyotuchagua katika yeye. Umesikia mama? Yaani ni kwamba Yesu amekuchagua. Alikuja akakutoa, akakuchagua. Basi unakumbuka yule mama yule msamaria. Akasema, sio nikamwambia mama utaleta wewe. Maana Yesu alikuja akamtokea. Akaongea naye. Akamwambia dada yake sina. Waona nini wewe? Usione kitu. Hoje, sioni. Na unamwangaza lakini si tatu mzima lakini unamwangaza ndani. Akaambiwa wewe ndio waona. Mimi maana nimekuchagua wewe, sijakuchagua mimi. Kwa hiyo mama, wewe umechaguliwa. Haleluya. Katika ile nyumba yenu umechaguliwa, wewe ni dhahabu. Haleluya. Hata mimi ni dhahabu. Hata wewe ni dhahabu. Haleluya. Umekuja ukajoin dhahabu zilizochaguliwa. Haleluya. Chosen in him. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu. Ili ametuchagua. Na kusema mimi nisema leo nasema wewe. Ili uwe mtakatifu. Zile kona zipo. Umepewa kwa Yesu. Haleluya. Kwa sababu Yesu anataka kukuhudumia ukiwa pure. Ili ukisema kwa jina la Yesu, mapepo kwa sababu wanakuona pure yanakimbia. Haleluya. You are adopted in him. To be adopted is to be made a child who was not born. Yaani unafanywa mtoto ambaye hakuzaliwa pale, lakini analetwa aingizwe kwa jamii ya Mungu. Haleluya. Mimi nina watoto wasichana wawili na mvulana mmoja. Sasa wale wasichana wakienda, naweza kuamua mimi nikaenda kutafuta kavulana kingine badala ya kuzaa, nikatafute fulana kingine niongeze niwe wawili. Unaelewa? Sasa kule ndio kumekuwa adopted. Sasa huyu Yesu alikuja, maana yeye ndiye mwana wa Mungu, akaja akadoptiwa na vingi vya Mungu ili warithi pamoja na yeye. Haleluya. Kwa hiyo wewe mama mmoja wa warithi. Kama wanawake hawarithi huku duniani, kule mbinguni wanawake wanarithi pamoja na Kristo. Haleluya.
Unaona ule uzuri? Hata usipopona mama. Kuna yule mwimbaji anasema hata nisipopona. Alikuwa wewe ni Mungu. Mboni anaitwa hata ukiombewa usipone. Hiyo haijalishi. Mke wangu aliombewa hakupona akafa. Lakini hatukumwacha Yesu. Maana alienda kuwa na Yesu. Haleluya. Hatupotei. Since your sins are forgiven by accepting Christ, that is zinasamehewa. Wacha juzi nilikuwa kule baada ya harusi hapa ya Hamisi. Kaenda nikamwambia kule, "Wajua kule ni wewe kule kwa kina Hamisi." Nikamwambia huyu Hamisi mnamuona hapa. Huyu Hamisi ni very important. Nikamwambia nyinyi dhambi zenu matubu kila siku, lakini hamwezi kusamehewa kwa sababu dhambi zasafishwa na kitu kimoja kinaitwa damu ya Yesu Kristo. Soma 26 Mathayo 26:28. Damu ya Yesu Kristo peke yake ndio inaondoa dhambi. Haleluya. Sasa kama umeokoka, you have access. Una access kwa damu ya Yesu. Hebu soma Mathayo 26:28. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Sasa wale wanaondolewa dhambi, mama, nauliza wanaondolewa dhambi na nani? Hata wakaenda huko kunaitwa sijui wapi, wakapiga mawe mara 20, mwenye kuondoa dhambi ni damu ya Yesu Kristo. Sio ni vizuri kujua? So wanafanya kazi kule. Hata wakiamka asubuhi wakisema vile wanasema mchana saa 6 saa 7, kama hakuna damu ya Yesu wana dhambi kila siku. Haleluya. Lakini sisi Mungu ametupatia baraka hii ya kiroho ya kwamba damu ya Yesu inatuondolea dhambi. Ni kwamba tukichafuka tunajitengeneza vizuri na damu ya Yesu. Juzi nikamuuliza mzee mmoja naitwa Abdalla, nikamwambia mzee, kina hii kwa nini? Akasema sasa basi nikamwambia ni kwa sababu yule Mungu ni mweupe. Yule Mungu ni mtakatifu, ndio maana mavaa kwenda kwa Mungu. Lakini ule usafi ni hii ya nje, ni makaburi ya nje. Lakini ndani mioyo yenu imejaa dhambi na hamwezi hizo dhambi kuziondoa, maana hamna damu ya Yesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Kwa hivyo, in whom you have redemption, those are the blessings we have in Christ. Hizo ndizo baraka ambazo kwa kuokoka tunapata. Lakini tumeambiwa kwamba we have to be holy. Sisi tufuate njia ya Mungu katika Mungu. Maisha yetu yawe ni ya kumpendeza Mungu. We should live a life that pleases God. And God is holy. Jesus came, the Holy One of Israel. Alikuja akatengeneze wengine watakatifu ili wakamfikie Mungu. Praise the Lord. Kwa hivyo sisi, ndugu zangu na dada zangu, sikizeni niwaambie kweli. Mwenye kudhulumu azidi kudhulumu. Huo si ushauri mzuri. Ni kama mzazi kusema. Mmoja jana aliniambia, mzazi alinifurahisha. Anasema alimchapa mtoto wake msichana kwa tabia zao mbaya. Akamchapa. Mama yake akalalamika, "Bomaje piga, bomaje piga, bomaje piga." Baada ya hapo yule ndugu akaniambia, "Sasa baada ya sasa mke wangu sasa anaongea kweli. Piga mama, baya. Sasa
mtoto akisikia hivyo anaingia nguvu kwa mama. Unapata wewe baba unaonekana mbaya. Alafu mmoja kama baba yeye Amina ambaye anazilaka hata harakishwa ambaye anazilaka. Akiomba hata bana hata anabana anazilaka baba. Akiharakishwa ngaba enda kwa peke mabikisha kwanza kikosa azilake lake. Dawa ya moto ni Bwana alijua. Wapenzi, praise the Lord. Tuko hapa kwa sababu tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wokovu aliotupa na baraka ambazo Mungu ametupa. Sisi ni watu tofauti, sisi ni watu muhimu sana. Kila mtu ajue kwamba mimi ni muhimu mbele za Mungu. Mungu amenipenda. Maandiko yanasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kumbe Mungu anatupenda, akamtoa mwana wa pekee, na huyo mwana wa pekee amenitembelea mimi, amenifanya wake. Je, amekufanya wako? Huyo mwana wa Mungu ametembea kwako kufanya wako ama bado mambo ya dunia? My friend, mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mwenye kufanya maovu aendelee kufanya maovu, kutakaswa naye azidi kutakaswa, na mwenye kutenda haki azidi kutenda haki. Naja na ujira wangu mkononi, siku zinakaribia wapendwa. Tusife wa Kristo, lakini tufe ndani ya Kristo.